Jumapili ya kupaa kwa Bwana inajulikana pia kama Dominika ya upashanaji habari njema au Dominika ya kutangaza habari njema. Tukiongozwa na maneno ya Yesu mwenyewe katika Injili ya leo ya Mathayo sura 28 ya 16 mpaka 20, anasema enendeni basi mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Pia anaendelea kusema kwamba mkawafundisheni yote niliyowaamuru nyie au ambao tunaenda kuwafundisha. Kwa hiyo ni mwaliko siku ya leo tunakumbushwa kila ambacho tulikuwa tangu ubatizo wetu na kipaimara, kwamba kama Mkristo sisi ni mitume, sisi ni wamisionari, sisi ni wanafunzi, na zaidi tunafanya haya yote katika ulimwengu wa teknolojia, wa sayansi na teknolojia. Media imekuwa sana, vyombo vya habari vimekuwa. Kwa hiyo huko ndo tunaitwa kutangaza pia habari njema katika mazingira yetu yote. Kwa hiyo leo kama mwana Emmaus, ningependa tutafakari mambo ambayo tunaweza tukamtumia nafasi za media hizi tulizonazo, simu yangu ya mikononi, kompyuta, tablet, TV, kuifikia hili agizo, hii commissioning ya Yesu kwangu mimi niweze nachangiaje katika kueneza habari njema. Au sijawahi kufanya kitu. Na tukitafakari mpaka mwisho tutakuja kugundua kwamba kumbe yes, naweza nikashiriki katika hili agizo na nikashiriki katika utume wangu, kwamba kupitia hapa tumefanywa mitume na kuweza kutangaza ufalme wa Mungu na habari njema. Tukianza na maneno pia ya Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 akiwa anaongelea mambo ya teknolojia, alisema hivi: katika enzi ambazo utamaduni huundwa si tu kwa kile kinachowasilishwa, bali pia na jinsi kinavyowasilishwa. Sio tu kinachowasilishwa, ila kinavyowasilishwa. Utangazaji wa Injili na maadili ya Kikristo huwezi kutenganishwa kamwe na matumizi ya teknolojia ya kisasa, hasa ya vyombo vya habari. Jambo la kwanza, tukiongozwa na mtazamo wa Papa Benedikto, kwamba tuwezi tukatenganisha utangazaji wa Injili na teknolojia au media. Jambo la kwanza la kujiuliza, mimi kama Mkristo mbatizwa, kama mwana Emmaus, naweka nini katika mtandao? Iwe WhatsApp, iwe Facebook, iwe Twitter, iwe TikTok, iwe Instagram. Naweka nini? Ni vitu gani naweka sana mle? Na posti vitu gani? Ni picha za mapambo, picha za kujilemba? Naweka neno la Mungu? Nini naweka zaidi mle? Na posti nini? Mtu akija kufungua Facebook, nina utambulisho gani mimi? Ni kitu gani kinanitambulisha? Mtu akivisit page yangu ya Instagram, ni utambulisho gani nilionao? Haukatazwi kuweka mambo ya michezo, mambo ya mipira, mambo ya kuchekesha watu, lakini ni nini icon? Yani wewe unatambulikaje? Unaweza kuwa na vitu vizuri vingi, lakini ni nini ambacho kinakutambulisha? Leo tunahitwa kwamba ni kupitia vile vitu ambavyo tunavipost eza kwenye status. Yani leo hii mtu kabla hajafungua status yangu, Mugisha akiona, anapata mawazo gani? Je, anawaza vichekesho? Anawaza umbea watu sasa hivi wanafanya biashara kwa umbea? Anawaza nini kabla hajafungua status yangu, kabla hajavisit kuona kitu gani ambacho nimeweka leo? Hapo inabidi ujiulize, mimi mwenyewe nachukua nini kutoka kwenye mitandao? Nachukua nini kutoka kwenye mitandao? Yani ni vitu gani navipata kule? Najifunza nini? Nalishwa nini? Nafaidika nini kutoka kwenye mitandao ya kijamii? Je, ni mawazo potofu? Je, ni mipira tu na michezo mingine? Je, ni umbea? Je, ni siasa tu? Kwa hiyo pia mimi inabidi leo nijiulize kwamba ninapokuwa na wahubiria wengine, je, mimi mwenyewe mitandao ya kijamii inanihubiria nini? Nafaidika nini? Najifunza nini? Lakini pia ni siku ya kufanya uwiano sasa. Tukishajua kwamba humo ndani kuna mema na mazuri, kuna mema na mabaya, kuna ya kuelimisha na ya kupotosha. Je, tufanye uwiano, kwa sababu mengine yanakujia bahati mbaya hata bila kukusudia na uwezo ukayakimbia yote. Sasa ni siku pia ya kujipima, kufanya uwiano kwamba mimi ni yapo mema na mabaya sawa, lakini natumia muda gani katika kujifunza mazuri na muda gani katika mabaya? Nachukua mambo gani na yananisaidia nini zaidi, na mangapi ambayo yanakuwa hayana maana kwangu? Tunazo simu, tunazo TV. Je, yani hizo TV, simu na tablet na kila kitu na PC, mimi katika uwiano wangu nafaidika nini na ninapoteza nini? Kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza ukakuta the all day vile vitu ambavyo ulikuwa unaangalia au una post au unachukua kutoka mle havikusaidii kitu tofauti na kukurudisha nyuma. Lakini pia nilitaka tugusie point ya utambulisho wako ni upi, kwa sababu unachokiweka mle kwenye mtandao
ndio mahubiri yako, ndio utambulisho wako, ndio Ukristo wako, ndio habari njema yako, wewe unatambulika kwa lipi mle ndani? Kwa unaweza ukajikuta ni mama wa familia, lakini vitu unavyoviweka unaweka tu vichekesho tu hivi ambavyo mtoto wako akiviona, jamii hiyo kuzunguka hakuna kitu unajifunza tofauti na unakuta mama mkubwa unabaki tu unajisnap, unaonyesha iPhone 17, unaonyesha vitu, yani vitu ambavyo vingine vimepitana na umri wako. Mimi labda kama mtao mle ndani naweka nini? Nakaa naweka katuni za madenge kwa ajili ya faida gani? Kwa hiyo utambulisho wangu mimi natambulikaje? Lakini pia nimesema kwamba tunaweza tukamtangaza Kristo kwa sababu sio tu kwa maneno, kwa matendo. Yani hata gesture yenyewe inamata ninavyojiexpose. Hata sasa hivi mimi ninavyoongea, naongeaje? Lugha ninayotumia, ni maneno gani ninayotumia? Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, baba mtakatifu ambaye ni mtakatifu sasa hivi, kwenye Evangelium Vitae au habari ya injili ya maisha, the gospel of life, amesema dhamiri ya maadili ya mtu binafsi na ya jamii leo inatiwa hatarini, na kwenye hatari kubwa kwa sababu ya ushawishi au mvuto au msukumo wa vyombo vya habari. Jambo lenye hatari ya ajabu, mchanganyiko wa mema na maovu, hasa linapohusu haki ya msingi ya uhai. Kwenye mitandao ya kijamii ni sehemu moja wapo ambapo tunaweza tukamblandi mtu, tukamtangaza mtu, tukamsifia na kumtangaza kaonekana vizuri, lakini kwenye mitandao ya kijamii hii ndo watu wanachafuliwa, watu wanapoteza utu wa watu wanavunja ndoa za watu wanawachafua katika masomo, katika status zao, katika CV zao na katika sifa zao. Na mbali zaidi tumeenda mbali mpaka kuwachafua watumishi wa Mungu, masista, mapadri, wachungaji, maaskofu. Tunawanenea mengi, lakini pia sio tu katika kuwatengenezea sisi tunavyokopaleti katika hiyo dhana ambayo sasa hivi ipo. Leo ni siku pia ya kujiuliza na ya kutafakari, je, mimi ninapokutana na uchafu, uwe umemchafua mwanandoa, umemdhalilisha mdada wa chuo, umemdhalilisha mkaka, umemdhalilisha mbibi, mimi najitahidije katika kufunika huo uchafu, au mimi nausikaje katika kusambaza? Je, na usikaje katika kufukia na kumsaidia huyo mtu asiendelee kuchafuka na kuwaelimisha watu kwamba wasishiriki katika kufanya hivyo? Au unashebetukiaje? Je, na usikaje kurash, kujaji, kuhukumu? Padri akutwa sijui amelala na nani, sister amekutwa sijui sister amekuwa mjamzito. Kuna taarifa mfano siku moja ilikuwa inasambaa ikiwa inamuonyesha sister sijui ni mjamzito na mambo mengine kama hayo. Lakini habari ilikuwa ni ya uongo. Sasa hivi kuna hii akili mnembe inaweza kukutengeneza, imekuweka ukiwa na malaya wamekuzunguka, baba wa watu. Jamani, wakati una baya. Wewe unapokutana na hicho kitu kama Mkristo leo, kama mwana Emmaus, unahusikaje, unasaidiaje katika kumsafisha huyo mtu ambaye amechafuliwa, au unajitahidije katika kumlinda na katika kuelimisha jamii kwamba hayo mambo hayafai? Unapopata habari njema ya wokovu, habari njema, maneno, mahubiri, unajitahidije katika kuyasambaza, au wewe unasambaza umbea? Ni vitu gani ambavyo wewe unajitahidi, labda ni novena unazisambaza kwa wingi, au ni hayo mambo ya kuchafua watu? Kwa hiyo leo ni mwaliko kwamba kuhubiri kwetu tu sio kwa maneno, lakini nitakapohusika katika kulinda utu wa mtu, kulinda dignity ya mtu, ninapopata habari ambayo inahusu ajali, labda kutangaza kwamba hao watu, au mimi natumia media zangu katika kupiga picha tu na kusambaza watu waliojeruhiwa. Unaona? Kwa hiyo ninapopata elimu ya matibabu na isambaza haraka kama ninavyosambaza habari za mpira timu yangu inaposhinda. Lakini jambo la mwisho basi ni jinsi gani ya kumtaja Kristo hasa katika magrupu yetu haya. Kwa hiyo sasa hivi kuna magrupu mengi ya sala, kuna magrupu mengi ya Radio Maria, labda kuna mitandao, labda Radio Injili Kiganjani, Jugo Media, Radio Maria, lakini kuna magrupu ya sala, labda Mtakatifu Rita wa Kashia. Hayo magrupu ambayo tumeanzisha au ya jumuiya ya parokia, je, sisi tulioanzisha kama viongozi tunalinda hicho tulichokianzisha? Wakati mwingine kuna magrupu tumeanzisha kwa ajili ya kiroho, lakini yanageuka kuwa ya kusanya michango, yanageuka kuwa kikundi cha mikoba au cha ujasiriamali. Kama ni grupu la ujasiriamali, baki la ujasiriamali, lakini kama ni grupu la sala, lisiwe sasa ni grupu la michango tu kila wakati. Hapo tutakuwa tumetoka kwenye lengo la kueneza habari njema. Kwa hiyo ni mwaliko pia, lakini pia sisi wahubiri wa neno la Mungu, mapadri, masista, wachungaji, tunaongeaje humo kwenye mitandao ya kijamii? Ni kitu gani tunavyo express? Yaani kwa sasa hivi hata ukisimama, hata ulivovaa katika kuongea ina matter a lot. Tumalize na maneno ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, amesema hivi: If AI, artificial intelligence, is to serve the human dignity and effective provision of healthcare, we must ensure that it truly enhance both interpersonal relationship
and a care provided. Takia Jumapili njema ya upashanaji habari njema. Tumtangaze Kristo kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, zaidi na zaidi kupitia mitandao yetu ya kijamii.